Yes, bana mambo vipi? Jina langu ni Yesaya na hii ni Yesaya Software Podcast. So kwenye video hii ninakwenda kukuambia matumizi ya vyakula vya wanga. Nini changamoto zake endapo utatumia kwa wingi zaidi, na namna gani endapo kwamba chakula hiki kitakuwa kwa wingi ambacho kita produce glucose nyingi kwenye mzunguko wa damu, na vile ambavyo tatizo linaweza likajitokeza endapo kuna glucose nyingi, insulini nyingi, na nini seli zako ambavyo zita react kuhusiana na hiyo hapo situation. Mimi sio mtaalamu wa afya wala wa mazoezi, lakini kwenye video hii ninakupatia uzoefu wangu baada ya kufuatilia ushauri kwa kina, na mimi nikaona ngoja nikupatie ABC kuhusiana na masuala haya ya ulaji wa chakula cha wanga. Sasa kwenye vyakula mbalimbali ambavyo tuko navyo, na hata kwa mazingira yetu, vitu kama ugali na wali, these are basic food ambazo tunaweza tukazipata, na ndicho zinakuwa zina comprises kiwango kikubwa cha carbohydrates au vyakula vya wanga ambavyo mwili unavitumia kwa ajili ya kupata nguvu. Na vile vile vitu kama ngano, kama unatumia chapati, zote hizo ziko kwenye kundi la wanga. Viazi pamoja na mihogo, magimbi, vyote vinaweza vikaingia kwenye hiyo hapo group. Sasa nini ambacho kinatokea kwenye mwili endapo utakula chakula kingi cha wanga? Na nataka ni jaribu ku break down hii taratibu ili tuweze kuelewana. Na endapo uta apply methodology ambazo zipo, kama una lengo la kupungua uzito, unaweza ukaminya wapi alafu uone matokeo nini ambacho kitatokea. Kama unatumia vyakula vya wanga, kumbuka kwamba mwili wako vichukua vile chakula chako, na metabolism itafanyika, uchakataji wa kile chakula itafanyika ndani ya tumbo lako. Na nini ambacho kitatokea? Maana yake ni kwamba mwili utazichukua hicho chakula ambacho kimekuja, na kama chakula hiki ulichokula ni cha wanga, matokeo yake ni nini? Kile chakula kitaingia mwilini kama glucose, na hiyo ndio conversion ya kutoka kwenye wanga na kuwa glucose. Na kuna kitu ambacho ni cha muhimu sana ambacho unapaswa kufahamu. Hata kama umekula wali kiasi gani au ugali kiasi gani, ndio utaingia kwenye mwili. Lakini ukiingia kwenye mzunguko wa damu, hiyo glucose ikiingia kwenye mzunguko, kwa sababu nataka nirudi hapo kwamba kile chakula ukila kikiwa tumboni kitakuwa kitachakatwa na itaingia kwenye damu kwa njia ya glucose. Nafikiri tuko pamoja mpaka hapo. Ikishaingia ndani ya mwili, ile glucose itaanza kuzunguka kwenye damu. Na hapo sasa kuna kitu kingine ambacho unapaswa kukifahamu, ni homoni ya insulin ambayo inazalishwa kwenye kongosho, na lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba ina control kiwango cha sukari au kiwango cha glucose ambacho kiko kwenye mzunguko wa damu. This is very important. Na moja ya kazi yake nyingine, endapo kwamba kuna kiwango kikubwa cha glucose ndani ya damu, nini ambacho kinatokea? Itahakikisha kwamba ina control ile amount kwa kuhifadhi kile chakula kwa matumizi ya baadaye. Tuko pamoja. Na nini sasa kitu kingine ambacho nimekifahamu ni kwamba hii insulin ndio inakuwa kama funguo ya kufungua kwenye cell na kuingiza ile glucose ili uweze kupata nguvu. Kwa hiyo cell inakuwa iko hivi, lakini ili glucose iweze kuingia moja kwa moja kwenye hiyo cell, ni lazima homoni ya insulin iende ikafungue mlango, then iweze kuingia kwenye cell na wewe upate nguvu. So usiache kuniachia maoni yako kama unaweza extend ambacho nimekielewa mimi na ukanipatia maelezo zaidi. Kwa hiyo mimi nakwambia tu kwa namna ambavyo nimeelewa. Kwa hiyo nimekupatia kazi kubwa 2 na ya 3. Kwamba kazi ya kwanza ni kuhakikisha kwamba ina control, ina regulate kiwango cha glucose kwenye damu, lakini pili inasaidia kutunza chakula cha baadaye, kwamba kama glucose iko nyingi, regulation itayofanyika ni kwamba itabadilisha glucose kuwa glycogen na kwenda kuhifadhi kwenye ini au kwenye misuli,
na pengine kwenye tumbo lako. Na ndio maana unaweza kuona kwamba kama umehifadhi chakula kingi, ina maana ukiona kitambi mate umehifadhi storage ya kutosha. Hiyo ndio tafsiri yake kwa maana hii hapa. Na nyingine ni kwamba yenyewe ndio funguo kwenye cell ili glucose iweze kuingia ndani ya mwili wako na kuingia kwenye seli ili uweze kupata nguvu, kwa sababu hizo seli ziko kwenye maeneo mbalimbali ya mwili wako. So kitu kingine ambacho sasa hapa baada ya kufahamu hiyo basic, changamoto kubwa ambayo inajitokeza ni pale ambapo kuna mzunguko wa glucose nyingi kwenye damu kwa muda mrefu na insulini ikazalishwa kwa wingi. Na hiyo ndio sababu yake, maana mwili wenyewe unafanya kazi tunasema unafanya kazi kwa kujitegemea. Umeona, yani unafanya kazi kwa kujitegemea. Glucose ikiwa nyingi, insulin inazalishwa. Glucose ikiwa nyingi, insulin inazalishwa. Na pia itaenda kujaribu kufungua kwenye seli ili kuingiza hizo glucose, na kama itakopo nyingi basi pia itaenda kupeleka kwenye storage mbalimbali. Sasa kitendo hiki cha insulin ku overflow pia kwenye mwili wako katika hali ya kudhibiti sukari au glucose isiwepo nyingi kwenye damu, matokeo yake sasa seli inaanza kupata changamoto kwamba mbona kama ninapokea glucose nyingi kuliko kawaida. Kwa hiyo inafunga milango yake. Na seli kifunga milango yake maana yake nini? Hata kama insulin ikitaka kufungua, seli inang'ang'ania kwamba hapana, mimi sitaki kufungua milango yangu kwa sababu glucose nilionayo inanitosha, kwa hiyo siruhusu tena kufungua mlango. Kwa hiyo hichi kitendo kinaitwa insulin resistance. Nafikiri unaweza ukawa umenipata hapo. Nitajaribu kurudia tena just one more time. Kama kuna glucose nyingi, maana yake umekula ugali mwingi, umekula wali mwingi, na hasa unakula hivi vyakula vingi mbalimbali ambavyo vinaleta glucose mwilini, including soda and everything. Lakini matokeo yake ni kwamba kuna circulation kubwa ya glucose kwenye mzunguko wa damu. Insulin nyingi inazalishwa na glucose nyingi zinakuwa zimeoverflow kwenye damu. Matokeo yake katika hiyo hali insulin yenyewe inajaribu kufungua cell. Cell inasema hapana, sasa hizi sihitaji kupokea glucose nyingine, kwa sababu muda mwingi insulin imekuwa ikizunguka kwenye mwili wako. Kwa sababu kidogo tu baada ya saa moja au nusu saa soda, baada ya ugali, baada ya dakika chache pia umekula chapati. Kwa ina maana muda mwingi glucose inakuwa iko kwenye mzunguko wa damu. Matokeo yake insulin pia inazalishwa kwa wingi, na mwisho wa siku ni kwamba seli inafunga milango yake. Na hata kama insulin ikiwenda, basi itashindwa kufungua milango ya seli ili kuingiza glucose ambayo iko kwenye mzunguko wa damu. Sasa kitendo hicho maana yake ni nini? Ndicho kinaitwa insulin resistance kwa namna ambavyo mimi nimeelewa, which is very important katika kumonitor ulaji wangu na shughuli zangu za kila siku. Kwa nini ambacho ninajaribu kukielezea hapa? Ukiweza sasa kudhibiti hii hali kwamba mimi hapa nitajitahidi as much as I can, nitakula with space na nitapunguza maybe vyakula vya wanga, matokeo yake sita overflow glucose nyingi kwenye mzunguko wa damu, na mwisho wa siku sitahifadhi chakula kingi ambacho hakina matumizi kwa sasa, labda hata kwa baadaye. Lakini pia kama sitahifadhi hicho chakula nitahifadhi hicho chakula kwa matumizi ya baadaye, nitakwenda kufanya mazoezi wakati ambao sijala, na kile chakula ambacho kilikuwa kimehifadhiwa kwenye maeneo mbalimbali kama vile kwenye ini kwa njia ya glycogen au kwenye kitambi changu, basi itatumika ili mimi niweze kusurvive for the rest of the day hadi baadaye nitavo kula chakula kingine. What I'm trying to say hapa sasa, ninakwenda kwenye point ya muhimu kabisa. Kama umeelewa namna ambavyo chakula chako cha wanga kinabadilishwa kwa glucose, na namna ambavyo insulini inafanya kazi katika kuregulate kiwango cha glucose kwenye mzunguko wa damu, na pia namna ambavyo insulini inakaa kama ufunguo wa kufungua seli na kuingiza glucose,
Lakini na endapo sasa hii hali imekuwa kwa wingi sana, seli zinafunga milango yake na insulin haiwezi kufungua ule mlango kwa kufungua hiyo cell ili glucose iweze kuingia, na hicho kitendo basi kinaitwa insulin resistance. Sasa nini ambacho kinatokea kama hii hali imetokea na kuna baadaye seli za mwili zikahitaji nguvu, na kwenye mzunguko wa damu kuna insulin ya kutosha na kuna glucose ya kutosha, message inatumwa ya kuomba glucose, lakini hii milango imefungwa. Matokeo yake utakuwa una cravings za kupata vitu vya wanga, vitu vya sukari kama soda, juisi. Ile hali inakuwa inazidi, lakini kuna overflow ya glucose na kuna overflow ya insulin, na bado seli zimesikilia. Kwa hiyo ukiona una njaa ya kupita kiasi, mpaka upate soda kidogo, unaweza kuona kwamba unaweza kujaribu kucheka kama insulin pengine imeshikilia. Na nini sasa unatakiwa kufanya kuondokana na hiyo hali? Unaweza kuanza na approach ambayo mimi nimejaribu kuipractice, ambayo inaitwa intermittent fasting, kwamba ni kila around saa 12 jioni, which is very very advised, kwamba ukila pale space mpaka kesho saa 7 au saa 6 mchana ndio upate your first breakfast. Sasa ukispace hivyo na ukipunguza kabisa matumizi ya carbohydrates kwa kiwango kikubwa, na pengine ulikuwa una weight kidogo au unajaribu kucontrol spacing, hii hapa itakusaidia kuhakikisha kwamba hakuna mzunguko mkubwa wa glucose ndani ya mwili wako, na insulin pia haitazalishwa kwa kipindi kirefu. Jaribu kupractice kwa mwezi mmoja mpaka miezi 3, then utashangaa situation inaweza ikarudi kwa kawaida, na glucose inaweza zikafungua milango yake kwa ajili ya insulin kuweza kuingia na kuingiza glucose kama kawaida. The craving ya sugar na carbohydrate inaweza ikadrop, na pia kwenye ulaji wako unaweza ukaprioritize zaidi kula mboga za majani sana. Inashauriwa sana na ina matokeo makubwa sana. Kwa hiyo fanya intermittent fasting, jaribu kufanya mazoezi pia angalau mara 5 kwa wiki, mazoezi yasiyopungua chini ya nusu saa, kama ni kutembea. Na hii hapa huwa najaribu kushauri kwamba kama una weight kidogo na ndio umeanza, jaribu kutembea kilomita 5, kilomita 10. Mimi wakati ninaanza kupractice hii hapa over 6 months ago, nilikuwa ninajaribu kama niko weekend najua sina stress yoyote, kuanzia saa 10 mpaka saa 12 natembea. Nilikuwa natumia muda kwenda kumsalimia mzee wangu ambaye anakaa karibu kilomita 10-15, kwa natembea moja kwa moja kwa miguu, wakati wa kwenda au wakati wa kurudi. Siwezi kufanya kwenda na kurudi kwa sababu ni mbali, lakini yote hiyo nilikuwa najaribu kuhakikisha ninataka kutumia chakula kilichohifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye, kiliwe kwanza hicho, then ndipo niweke kitu kipya. Na hiyo imeniwezesha kupata drop ya uzito around kutoka kilomita 85 mpaka saizi nina kilo 69 with just less than 6 months nilivyofanya hii program. Na wakati ninaanza nilikuwa siwezi kukimbia, but so far right now ninaweza kukimbia kwa kilomita 6 mfululizo bila kusimama kwa pesi ya kilomita 5. Nishawahi kukimbia kilomita 10, lakini pesi yangu ilikuwa 7, so nataka nivunje rekodi as times goes. Lakini mwanzoni nilikuwa siwezi kukimbia kilomita 1. Kwa hiyo nilikuwa natembea, kwanza nianza kutembea kilomita 2, baadaye nikawa natembea kilomita 1 na kimbia kilomita 1, baadaye nikaanza kutembea kilomita 4, nikaweza kukimbia kilomita 4, 5. Saizi routine pia nafanya kilomita 6 some of the days nafanya kilomita 5. Hiyo ndio program ambayo niko nayo. Apart from that, ninafanya mazoezi mengine kama ya tumbo, na niko na hali ya kuwepo na tumbo fulani hivi, lakini so far right now
kitambi naona akipo kabisa. Na nilikuwa ninavaa size 36, size navaa size 34. Na hii hapa inanipa changamoto sometimes ukienda kama vile airport wanakuambia utoe mkanda, kwa hiyo suruali inabidi nishikilie. I need to do the shopping kwa ajili ya kubadilisha mavazi yangu yote. Pia nilikuwa navaa suti size 52, so size nimedrop mpaka size 50. Vitu kama hivyo hapo ambavyo clearly unaweza kuona hiyo change ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kukifuatilia. Na pia nimepata huge development kwenye kipimo kingine kinaitwa cardio fitness, na nilikuwa niko chini kabisa, lakini so far right now niko above average, ambao ndio target ambao nilikuwa naitegemea. Na kila siku nilikuwa ninajitahidi kufuatilia vipimo vyangu. Na hapa ndipo ninakuja kwenye point ya mwisho kwenye video hii, ni kwambie kwamba bila kufanya ufuatiliaji wa msingi kabisa kuhusu afya yako, na sasa ukishafikia miaka 35 na kuendelea, hiyo ni changamoto. Kwa hiyo kila unachokifanya jua kwamba kinaenda kuaffect afya yangu, na hasa ukiwa unatarajia baadaye. Mimi mwenyewe nimejua hii very late, and I wish kama ningejua mapema zaidi ili niweze kujiandaa vizuri. Lakini ndio maana ninatumia muda huu hapa kushare pamoja na wewe, ili na wewe uweze kupata picha nini ambacho hatua gani unaweza kuzichukua. Mambo ya msingi kabisa ambayo nimeyafanya, which I'm really proud of. Moja ni kuweka pamoja na saa inaniwezesha kurekodi ya vital details kuhusiana na mwili wangu. Hilo ni jambo kubwa sana, na ina record automatic, ambacho ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo mimi kila ninavotembea, activity ambazo ninazifanya ndani ya siku nzima, iza kulala, kuamka, vyote hivyo vinatunzwa. Na the good thing ni kwamba inanipatia pia na notification. Kuna wakati nilikuwa ninavyoanza kuvaa saa, nikawa ninasimama, nikaona kwamba nimepata notification kwamba moyo wangu unaenda mbio zaidi, na wakati sifanyi activity yoyote. Kwa hiyo nikaangalia, nikajua nini kuna tatizo, na niliona kabisa ninakuwa nimesweat. Kwa hiyo lakini nilikuwa nimetoka somewhere, nimesimama kwa muda mrefu, kwa hiyo nikapata hiyo notification kwamba try to relax, kwa sababu moyo wako unaenda mbio na hufanyi activity yoyote. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kitu kizuri sana. Na kitu kingine ambacho nimekipata pia kwenye saa, pia wakati ninakimbia, kama mwili wako ulikuwa hauwezi kuchukua oksijeni kama inavyotakiwa, au kwenye ile cardio fitness ilikuwa ina suggest ni stop, kwamba nisiendelee na mazoezi kwa sababu niko low kwenye upande wa cardio fitness yangu. Kwa nafanya mazoezi na najaribu kupush kwenye mazoezi, lakini saa inani advise kwamba nisimame kwa sababu uwezo wangu wa kuvuta oksijeni ni mdogo. So vitu kama hivyo hapo ambavyo unakuwa unakimbia. Na pia kuna wakati mwingine napata notification inaniguide kujua kwamba niko katika pace gani, nimefikia hatua gani. Kwa hiyo ninavaa saa pamoja na earphone. Kwa hiyo nikimaliza kilomita 1 inanipa report kwamba nimemaliza kukimbia kilomita 1 kwa pace ya ngapi. Kwa hiyo ninajua niongeze jitihada zaidi au nipunguze kwa kiasi gani. Na pia kuna wakati, kwa mfano, nikiwa napanda kwenye mlima, huwa ninatende kuangalia moyo wangu unapiga mara ngapi kwa dakika moja. Kwa hiyo ninapata hizo taarifa. Na kuna wakati nakuwa nimepanda mlima, moyo unakuwa unapiga zaidi, na mimi mwili wangu wenyewe na uhisi kwamba hapa kama naelekea kukata tamaa kutokuendelea kukimbia. Na kweli nikiangalia saa, nakuta moyo wangu unaweza kuwa kwenye 183, 182. Hizo ni beats kwa dakika moja. Kwa najua hapa niko close to the limit, kwa sababu nafikiri ikifika 185 ndo the highest kutokana na range ya umri wangu. Kwa hayo ni mambo ya msingi kabisa ambayo I really wanted to share with you, kuhakikisha kwamba unazingatia sana swala la afya yako, na vipi mazoezi yanaweza kukusaidia, na pia ulaji wa vyakula vya wanga na vile ambavyo una affect miili yetu, au vyakula vya sukari kwa ujumla, kama unaweza umetake note of that. Kwa hiyo
mpaka tu video ijayo tuonane, na mimi niko hapa. Usisahau kuniachia maoni yako, na pia usisahau kusubscribe hapa YouTube, au kama uko kwenye TikTok, Instagram, basi au Facebook, hakisha una like au una follow Software kwa ajili ya update kama hizi hapa, pamoja na masuala ya software. Peace.